Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpenzi mtazamaji, na kukaribisha sana katika somo la leo. Lakini nipende kuendelea kukushukuru kuwa nami katika masomo mbalimbali ambayo nimekuwa nikirusha. Mungu akubariki sana. Naomba nikukumbushe kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata video zetu kila mara tunapoziweka. Mungu akubariki sana. Sasa bila kupoteza wakati, naomba nikukaribishe katika somo la leo. Somo letu la leo tutaangalia juu ya aina za maagano. Aina za maagano. Maagano yanaweza yakawa katika aina nyingi sana, lakini katika somo letu la leo tutaangalia aina kuu 3 za maagano, hasa tukijikita kwa wahusika. Aina ya kwanza ya agano ni agano ambalo linafanyika kati ya Mungu na mtu, au Mungu na watu, au watu na Mungu. Tukiangalia katika Biblia, katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 6 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, "Lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe." Mungu huwa anafanya maagano na watu. Ndiyo maana kupitia andiko hili neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu atalithibitisha agano kati yake na Nuhu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukiangalia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, "Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati." Neno hili linaendelea kudhihirisha au kuthibitisha kwamba Mungu hufanya maagano na watu. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 17 mstari wa 10, katika maandiko haya tunaona tena agano ambalo lilifanyika kati ya Mungu na Ibrahim. Aina ya pili ya agano ni agano linalofanyika kati ya mtu na mtu, au agano linalofanyika kati ya mwanadamu na mwanadamu. Ukiangalia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 21 mstari wa 27 mpaka 32, neno la Mungu linasema, "Ibrahimu akatwaa kondoo na ng'ombe akampa Abimeleki, na hao wawili wakafanya mapatano. Ibrahimu akaweka wana kondoo wa kike 7 peke yao. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, hawa wana kondoo wa kike 7 uliowaweka peke yao, maana yake nini?" Akasema, "Hawa wana kondoo wa kike 7 utawapokea mkononi mwangu, wawe ushuhuda ya kuwa ni mimi niliyekichimba kisima hiki." Kwa hiyo akapaita mahali pale Beersheba, kwa sababu waliapa huko wote wawili. Basi wakafanya mapatano huko Beersheba. Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakaondoka, wakarudi hata nchi ya Wafilisti. Amen. Hapa ni agano lililofanyika kati ya Ibrahim na Abimeleki baada ya kuzuka kwa ugomvi kati ya wafanyakazi au watumishi wa Ibrahimu na watumishi wa Abimeleki juu ya kisima cha maji kilichokuwa cha Ibrahimu. Ndipo akawa amemuita Abimeleki, hatimaye wakafanya patano, wakafanya agano ili kumaliza ugomvi ule. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 31 mstari wa 43 hadi 44, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 31 mstari wa 43 hadi 44, unakutana na agano au patano lililofanyika kati ya Yakobo na Labani. Aina ya 3 ya agano ni agano linalofanyika kati ya mtu na ulimwengu wa giza. Agano linalofanyika kati ya mtu na ulimwengu wa giza, au na ufalme wa giza, au na miungu. Tukisoma katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 23 mstari ule wa 32, neno la Mungu linasema, "Usifanye maagano pamoja nao, wala pamoja na miungu yao."
Lakini pia tukisoma katika kitabu hicho cha Kutoka, sura ile ya 34 na mstari wa 15, neno la Mungu linasema, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao, mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake. Kwa hiyo hapa Mungu alizidi kuwaonya wana wa Israeli wasifanye maagano na miungu ya nguvu za giza, au wasifanye maagano na miungu, au wasifanye maagano na ufalme wa giza. Kwa nini? Endapo watu wanapofanya maagano na nguvu za giza, hujifungamanisha wao wenyewe na vizazi vyao katika ulimwengu wa giza. Kwa hiyo utakuja kukuta watoto watakaozaliwa wanazaliwa tayari wako kwenye vifungo vile, kizazi hadi kizazi. Kwa hiyo unakuta wamehama kabisa, wametoka kwenye kusudi la Mungu na kuishi maisha ambayo sio Mungu aliyoyakusudia wayaishi. Kwa hiyo ndiyo maana Mungu aliwasisitiza sana wana wa Israeli wasifanye maagano na miungu ile, au wasifanye maagano na nguvu za giza. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, naendelea kukushukuru sana kuwa nami katika somo la leo. Naomba nikukumbushe kusubscribe channel hii, pia kulike, kushare na kukomenti, ili tuweze kupata feedback ya masomo tunayoyatoa. Lakini pia naomba nikukumbushe kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata video zetu kila tunapoziweka. Mungu akubariki sana. Amen.